kuja tu uvumilie hapa. Utakuja tu uvumilie. Hii watu wanataka kuangalia sura. Asante na Mungu awabariki. Karibu Mama County. Asante sana Mheshimiwa Murray. Nasikika? Nasikika? Asante sana Mheshimiwa Murray. Familia ya mwenda zake, watu wote ambao wamekuja hapa siku ya leo kwa sababu ya harambee ya dada yetu ambaye alituacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Muriena. Mimi nimekuja na nilikuja purposely kwa sababu ya huyu msichana. Wakati ambapo nilikuwa natembelea wagonjwa hospitalini, nikiwa kwa hizo pilka nilimpata pamoja na jamii yake, tukasemezana na nikaelezwa ya kuwa alikuwa amejeruhiwa na mpenzi wake. Na hata nikatake initiative ya ofisi yangu kufuatilia hiyo kesi ili tuone kama yule ambaye alihusika na hiyo maneno amewekwa ndani, lakini naambiwa ako at large. Na mimi kitu tu nitasema kwa vijana wetu ambao wako hapa. Kwa mara nyingi tumekuwa tukisema ya kuwa wasichana ni wengi kushinda wanaume. Si ni kweli? Lakini cha kushangaza na shindwa ni kwa nini wakati ambapo mapenzi haijaenda sambamba, wanaume wanaamua kuchukua uhai ya wasichana wetu. Ili hali wako na watu wanaweza wakachukua anytime. Unaweza ukachukua mwenzako saa yoyote. Hii kitu imekuwa common. Nimesikia Mheshimiwa Murray akisema tuongelee bungeni, tumeongea sana. Na karibu kila siku tunapata kuna msichana amewawa. Hata last week kulikuwa na mwanafunzi pia ambaye aliwawa. Na kwingi wasichana wanawawa sana. Na mimi nataka tu niseme kwa wazazi ambao mko hapa. Kwa sababu ninaweza sema maisha yalibadilika, si kama ile ya kitambo. Kitambo kuna vile jinsi tulikuwa tumelea watoto wetu, ndoa ilikuwa ni kitu ya maana sana. Na kila mzazi alitaka kuona mtoto wake ndani ya ndoa. Lakini saa hizi tuko na wasichana wetu wengi sana hawako ndani ya ndoa. Si ni kweli? Tuko na wasichana wetu wengi sana waliolewa na wakarudi nyumbani. Si ni kweli? Tuko na wasichana walirudi na tena bado wakarudi kuolewa. Kitu nataka niwaombe kama jamii. Tuache kubody shame. Tuache kufuata maisha ya watoto wetu. Kwa sababu sisi ndio tunafanya watoto wetu wanakwamilia kwa relationship ambazo haziendi popote. Wewe kama ni mzazi na unasengenya mtoto wa jirani, mimi nataka nikuambie shame on you. Hata kitu ile ambaye imefanyika kwa huyu msichana wetu. Najua watu wako na mambo mingi sana wanaongea. Lakini kila ambacho kilitendeka ni hao wawili na ndio wanajua. Na chenye kikubwa kile ambacho nataka kusema, hakuna mtu ako na right ya kutoa maisha ya mtu hata kama amefanya nini. Akuwa amekuacha, akuwa umempata na mtu mwingine, akuwa amekukataa, hauna right ya kumaliza maisha ya mtoto wa mtu. Na mahali imefikia naona kama itabidi tuanze kufanyia watu mob justice. Kwa sababu ni kama polisi wameshindwa kutekeleza hii maneno. Si ni kweli? Kwa sababu hao watu wanashikwa, wanaenda wanakaa siku 2 na wanarudi. Anaenda anakaa wiki moja, mwezi moja anarudi. Ndio tumalize hii maneno. Kuna wakati wezi walikuwa wamesumbua watu sana. Nakumbuka nikiwa hapa Kibomet kwetu kama bado mimi ni mtoto mdogo. Na watu wakajitolea kama kijiji wakasema mwizi akipatikana hatupeleki polisi. Tunapiga mpaka akufe. Ndio wale wezi wengine wakikumbuka kifo wanaona hiyo mambo sio mzuri. Mahali imefikia itabidi tutafanyia watu mob justice. Kwa sababu sheria inasema wale ambao wameua pia wanaweza wakapewa bail. Na maisha ya mtu haiwezi karudi. Na ni uchungu kwa mzazi, umesomesha mtoto, huyo msichana mimi nilitumiwa picha yake. Msichana mrembo sana. Msichana mkubwa ambaye mzazi amegaramika kumfikisha mahali ambapo alikuwa amefika. Alafu mtu anatoka from nowhere, anakuja kuondoa maisha ya mtoto wetu, na ili hali hata labda alikuwa na mwanamke mwingine pia yeye.
wale ambao wanakashifu wanawake, kwa sababu najua hata wengine mumeketi hapa, mimi nikiwa mmoja ambaye nimekashifiwa sana. Nataka niwaambie aibu kwenu, tena ile kubwa sana. Kama huyo msichana alikuwa anafanya kitu yoyote hakufanya mwenyewe, alikuwa anafanya na mwanaume. Kwa nini wanawake ndio wanawekewa lawama yote kila siku? Ndoa ikiharibika ni mwanamke analaumiwa. Wakati ambapo ametoka kwa ndoa ikakuwa ameenda kuteseka, wanasema bwana alimuacha. Akienda kuwa successful wanasema yeye aliacha bwana. Sina kuanga hivyo. Mimi nataka niwaambie nyinyi wanawake, msikuwe wa kwanza kulinga wanawake wenzenu mawe. Kwa sababu wale ambao wanaelewa problems za watoto wa kike, na saa hii imeshika kila mtu. Hakuna familia haijapata shida. Hakuna familia haina msichana alizaa nyumbani. Hakuna familia haina msichana alirudi kutoka kwa ndoa. Kile tunaomba, tuachane na maisha personal ya watu. Tuachane kushemu watu wakati ambapo relationship zao zimekataa kuwaka. Na hawa wahalifu tuwachukulia hatua, na si lazima ikuwe hatua ya polisi. Hata mimi nataka nishughulike kabisa kutafuta huyo kijana. Hana right yoyote ya kumaliza maisha ya huyo mtoto msichana. Kile ambacho alifanyiwa hasijui, lakini hakukuwa na right yoyote ya kufanya kitendo kama hicho. Na vijana ambao mko hapa, nawaomba, ukikataliwa wanasema ukiwachwa achika. Si ni kweli? Ukiwachwa ufanyaje? Na wewe msichana pia naye ukiwachwa, siku hizi tunasema unawachika, unarudi unaoga, na unarudi wapi? Na mtu yeyote asikwambia ati ulirudi soko ati ngengengenge. Mumesikia? Maisha ni ya wewe. Hata ukiolewa mara 5, maisha ni yako. Ule mwenye anasikia ati anaumwa sana, atafute mahali ataenda, si ndio? Si mwili ni yako? Si wewe ndio unajua mahali unafinyika? Yes. Nasema hivi kwa sababu ya viongozi ambao wanaongelea ndoa za watu. Wamekosa kitu ya kuongea, ni ndoa za watu ndio wanaongelea. Kila mwanamke hapa angekuwa na uwezo angetaka kuolewa na ule bwana mwenye aliolewa na yeye aishi na yeye milele. Si ni kweli? Hata wamama wote hapa pamoja na wanaume wenye wako hapa wangependa wakipeana wasichana yao mahali alipeanwa, aishi kwa amani na aishi kwa hiyo ndoa. Na saa zile ndoa imekataa tena, tunasema hatulazimishi ndoa. Wacha watoto warudi nyumbani, tunataka kuwaona wakiwa hai. Kwa hivyo sitakuwa mwingi wa maneno, lakini nataka niongee kitu kwa sababu nimeona Hama ako hapa, nimuangalie afikishie governor message. Hama, ambia governor hospitali tunataka irudi mahali ilikuwa. Watu hawana transport ya kwenda kwa msituni. Wacha watu ambao wanaadmitiwa ndio waende huko kwa sababu wataenda kulala huko. Mlifunga hiyo hospitali na building imelala bure. Inasaidia nini kifungwa hivyo? Kuna kitu inawasaidia? Alafu muweke dawa kwa hospitali. Mambo ya kusema ati madaktari wamelalia kazi, huwezi tibu kama dawa hakuna. Mimi mwenyewe nilikuwa huko, hata Panadol hakuna. Ekeni dawa kwa hospitali, muache kupoliticize mahali penye hatuweki politics. Uhai wa watu haina politics. Uhai ya watu haihitaji mambo mengi. Hiyo hospitali ikifanya kazi, sisi hatuna maneno. Na wacha hiyo ndio ikuwe agenda ya kwanza. Alafu pia ndoa yangu muachane nayo. Maisha ni yangu. Ama nasema uongo? Si ni ukweli? Ndoa yangu muachane nayo. Mahali nilitoka nyinyi hamjui, na hata yenu mimi sifuati. Mambo ya mablanketi ya watu mnafuatia nini? Ama nimesema uongo? Si ni ukweli? Mambo ya mablanketi ya watu achaneni nayo. Nyinyi ni viongozi wakubwa tu. Hata mtu akisikia, juzi nimeona kwa mtandao mtu ameandika ati kaunti ya Trans Nzoia mambo ya ndoa ya watu ndio wanaongelea. Kwa sababu nilisikia hata juzi mumeingilia ya Alan pia. Huyo msichana mwenye mnasema ni bibi Alan, aje tuambie ni bibi yake. Labda ni mpango ya kando, mtaharibu maneno. Mtavunja maboma za watu. Na sio vizuri. Mzazi ule hajapata ng'ombe. Wewe umekaa nyumbani mamini, wanasikia wanatangaza kwa TV ati msichana yako ameolewa na fulani na hujakula ng'ombe. Hata hawajakuja introduction. Hiyo tabia ni mbaya.
Kwa hivyo sitakuwa mwingi wa maneno, nataka nikwame hapo, na nimetembea na mchango wangu wa shilingi 20,000 kwa sababu ya msichana wetu. Alafu ningependa kuomba wazazi. Wazazi mnanisikia? Kitambo tulikuwa tunasengenya familia mingi, si ndio? Tumesema hiyo maneno tumewacha. Tuachane nayo, si ndio? Wacha tuachane na hiyo maneno ndio tuone wazazi wetu, watoto wetu wakiwa hai. Kwa hivyo mtaniruhusu niondoke kwa sababu naenda harambee ingine. Nimeambiwa kuna mgonjwa ambaye anahitaji msaada ili aweze kupata matibabu. Kwa hayo mengi na machache, ningependa namba ya mtu. Nipatie namba na mconfirm imeingia ndio niende. Nataka mconfirm imeingia ndio niende, kwa sababu kuna siku nilienda wakasema pesa haijakuja. Hebu tumpigie mheshimiwa. Opole aliniuliza maswali sijajibu, si ndio? Nimekuwa nikienda ward by ward nikipeana hema na nikichukua groups kwa sababu ya kupeana pesa za groups. Mwanzo kabisa nilifanyia Kitale, lakini nikagundua nilipata groups za ukora. Na sasa ninatembea kwa area mimi mwenyewe. Kwa hivyo nimetembea hapa Cherengani. Hii wiki yenye nakuja mwisho nikienda wards 2 za huko mwisho, Cherengani, Suwerwa na Chepsiro Kiptoror. Next itakuwa imebakia Kaplamai, Statunga na Sinyereri. So nimetokea mwisho nikikuja nikienda towards town. Na nitafanya kwa kila kijiji ninapeana hema. Kwa sababu hatutaki kuona vitu kama hii, si ndio? So kwa kila kijiji ninapeana hema. Hiyo hema ni ya welfare, sio ya group. Hema zinapeanwa za welfare. Kama mko na shida ama mko na raha, mnatumia hiyo hema. Lakini mnakuwa na utaratibu ya kujua vile mnaombana. Ya pili, nimeambiwa mambo ya basari. Mgao wangu ni shilingi 6,000, milioni 6. 3 million ni ya basari na 3 million ni ya TVET. Hii 3 million ni ya mwaka mzima, kaunti mzima. Nikipiga hesabu ni 120,000 kwa kila ward. Hii echo nyala na hola vetting kweli. Mumbo wala kusanya nyala na hola vetting. Kuwa 20,000 kwa ward mzima ni ngumu. Lakini hiyo siku yenye nakuja kupeana hema, mtoto yule ambaye mtanipatia ama watoto wenye mtanipatia, mimi huwa nalipa school fees yote kuanzia mahali nimechukulia mpaka mahali ninamalizia. So ninachukua watoto wachache lakini ninawaweka kwa full scholarship. So hiyo siku nikija, nyinyi kama jamii ndio mtanipatia majina, mimi siletewi from nowhere. Lakini nikikuja kupeana tent mtanipatia hizo majina na munipe groups ndio tuone vile tutasaidiana. Na ingine ni gani? Kulikuwa na mambo ya harambee. Mambo ya harambee kweli kabisa, msikie tu huyu kijana yetu mwenye amesema yeye ni senator. Anatangaza hapa ati Mama County ameleta shilingi 2,000. Mlaba wala murien. Mumbo wala usabunga. Zimutasema amekula pesa. Sasa mimi naona kushinda nitoe 1, 2, huwa nina prioritize. Kama sijawahi enda mahali na nisikie kuna harambee, huwa ninatuma. Na nikitumana situmani pesa ya mtoto yenye itakuwa ni ya sukari ama ya chai. Ninakuja natoa kitu yenye naweza saidia. Kama hiyo 26 sukuma mali. So afadhali nikuje tu, nikikuja natoa kitu mzuri. Lakini kwa harambee county ni kubwa, pesa ni kidogo, mtanisamea. Huyu ndugu yangu area yake ni kidogo, aendelee tu kuumia. Hata pia mimi ninaumia. Pia mimi ninaumia kwa sababu lazima ni balance hizi wards, kwa sababu nyinyi wote mlinipigia kura. Kwa hivyo Mungu wa amani awabariki. Nani wa Lubengo? Kuja hapa watu wakuone. Amumujui? Lakini simulitangaziwa yeye. Mulitangaziwa yeye. Mama sika Mulembe. Mulembe swa. Mulembe te. Mulembe mia. Sina pile naandika lako. Nimesema pole sana kwa familia. Mimi ndo naitwa Patrick wa Lubengo. Asanteni. Nilikuwa hapa ubunge 2013. Mumanyire. Lubengo wenyewe Chepkweze mumanyire ta. Asante.
Haya, mheshimiwa, ukiwa umesimama hivyo, tumeconfirm kupitia kwa M-Pesa Mheshimiwa Lilian Sioi wa Warubengo shilingi 20,000, makofi kwake. Alafu yeye mwenyewe wacha msindikize shilingi 2,000, makofi kwake. Pigie makofi jameni. Alafu nataka niwatangazie vile vile, na niyo inakatakata sio kwa nini. Niwatangazie pia vile vile. Haya. Shilingi 2,000 ya Warubengo ndio hiyo, yangu ya mafuta ya ndege utaiona kando huko. Alafu Mheshimiwa Simon Murray, tayarisha makofi yake. 1,000 makofi. 2, 3, 4, 5. Murray 5 tena. Sioi 5 tena. Mpigie makofi jameni. Vile vile Mheshimiwa Sioi, tumepokea pia mchango wa gavana hapa. Gavana amejitolea kutoa hasi na kushughulikia kule vile mwili tafika mpaka pande hii. Pia tunamshukuru sana. Mungu awabariki sana mnapotembea. God bless you. Warubengo 2, Sioi 20. Sawa. Hii ya Murray.